Naomba fungua na mimi kitabu kile cha Yohana mlango ule wa 2. Tutasoma mstari wa 15 na ule wa 16. Yohana mlango wa 2 mstari wa 15 mpaka wa 16. Biblia inasema, akafanya kikoto cha kambaa, akawatoa wote katika hekalu, na kondoo na ng'ombe, akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Lakini pia naomba tusome kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza mlango wetu wa 3 mstari ule wa 16 na ule wa 17. Wakorinto wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 16 na ule wa 17. Biblia inasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu tupungiane kama tuna amani. Muangalie jirani yako wa kushoto na kulia, mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Mwambie tena karibu saa ya neno. Haleluya. Ujumbe tuliopewa leo ni ujumbe wa tumaini jipya ndani ya maisha yetu. Ujumbe wa tumaini jipya ndani ya maisha yetu. Mimi sijui kwako ni mambo gani yameharibika kwenye maisha yako. Sijui ni wapi ambapo mambo hayaendi sawa sawa, lakini ninachojua tumepewa ujumbe wa tumaini. Tengeneza mambo ya nyumbani mwako. Tengeneza mambo yaliyoharibika kwenye maisha yako. Amen. Tunapopewa ujumbe huu, kwanza kabisa ni upendo wa Mungu mkuu kwenye maisha yetu. Kutupa upendo kwa namna hii ni jambo la ajabu. Mungu angeweza kunyamaza tu. Mungu angeweza kukaa kimya tu. Lakini kwa nini tunapewa ujumbe huu siku ya leo? Mungu anatupenda, wala hapendi hata mtu mmoja apotee. Haleluya. Tunakumbuka hata huko nyuma tulipokosea, tukajiweka mbali na upendo wa Mungu, tukajiweka mbali na Mungu wetu. Ilimbidisha Mungu kumtoa mwanae wa pekee atufie msalabani, ili tu uhusiano wetu na Mungu upate kuwa tena kama mwanzo. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Wakati na mimi natafakari jambo hili kwamba tengeneza mambo yaliyoharibika, kwanza nikaanza kujiuliza, natengeneza mambo yaliyoharibika, ndani yake kuna mambo mengi, lakini mimi nataka tushare haya machache tu ambayo tutakuwa na nafasi nayo. Cha kwanza, kwa nini tutengeneze mambo yetu? Kwa nini tutengeneze mambo yaliyoharibika? Kwanza tunarudi kwenye kitabu chetu cha Wakorinto wa kwanza mlango ule wa 3 ambapo tumeishia kusoma hapo mstari wa 16 na wa 17. Tunaambiwa, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Mungu anakaa ndani yenu? Hamjui ya kuwa ninyi ni hekalu la Mungu, na ya kwamba Mungu anakaa ndani yenu? Kwa hiyo kama Mungu anakaa ndani yangu, Mungu yeye ni mtakatifu, na kama yeye ni mtakatifu, anatamani na mimi niwe mtakatifu. Ndio maana anasema, iweni watakatifu kama mimi Mungu wenu nilivyo mtakatifu. Kwa hiyo tunapoambiwa tengeneza, tunatengeneza kwa sababu Mungu ana haja na wewe. Mungu ana haja na mimi. Mungu anahitaji hilo hekalu alitumie katika kujenga ufalme wake. Hatutaweza kujenga ufalme wa Mungu tukiwa katika hali ya udhaifu, tukiwa katika hali ya unyonge, tukiwa katika hali ya dhambi. Anataka tutengeneze ili apate kututumia. Haleluya. Anataka tutengeneze ili apate kututumia. Wewe mahali ulipo ni mtumishi wa Mungu, hata mimi pia ni mtumishi wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo usio kwamba hujasimama madhabahuni ukasema mimi sio mtumishi wa Mungu.
ni mtumishi wa Mungu kwa sehemu yako, lakini Mungu anataka umtumikie kwa viwango vya juu. Usitumike kwa viwango vya chini, na usitumike kwa mazoea kwamba hata kama nikiwa mtenda dhambi naweza kufanya jambo. Hapana, Mungu hachangamani na wenye dhambi, na Mungu hawasikilizi wenye dhambi. Haleluya. Ndio maana anatupa huu ujumbe leo, ujumbe wa neema, ujumbe wa upendo. Kwa sababu gani? Yeye aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili atufie msalabani. Kwa maana hiyo kila amwaminie anao uzima wa milele. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Kwa hiyo Biblia inatuambia, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Ndiyo maana leo tunapaswa kutengeneza mahali ambapo Roho wa Mungu amechagua kukaa katika maisha ya mwanadamu, ni kwenye moyo wake. Sasa hebu hapo tu ulipokaa, rudi, hama katika hali ya kawaida, rudi huko moyoni. Kuna nini? Inawezekana kumeharibika kabisa, inawezekana kumejaa masengenyo, inawezekana kumejaa chuki, inawezekana kumejaa kutokusamehe, inawezekana kabisa umewabeba watu huko ndani kwenye moyo. Na sisi tunaambiwa huko kwenye moyo, huko ndani ya moyo wako ni Mungu peke yake anapaswa kukaa. Ni Mungu peke yake anapaswa kukaa. Nini umeweka ndani? Inawezekana umejaza unafiki, inawezekana umejaza mambo mabaya. Yesu alipoingia kwenye lile hekalu, tunaambiwa alikuta watu wamebadili matumizi ya lile hekalu, wanafanya biashara. Yesu akasema hapana, akakamata kikokotoo cha kamba, akarusha, akawatimua wote. Tunaambiwa kwamba aliwafukuza paka wanaobadili fedha. Haleluya. Haangalii Mungu, haangalii fedha yako, haangalii kiwango chako cha uchumi ulichonacho, haangalii hali yako ya umasikini ulionayo, haangalii hali yako ya ugonjwa, haangalii kwamba wewe ni mtu wa aina gani. Anachoangalia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Anaangalia moyo. Maana angekuwa anaangalia wenye fedha, alipoingia kwenye lile hekalu, wenye fedha asingewaondoa, angewaacha kwa sababu wana fedha. Lakini tunaambiwa aliwafukuza wote kwamba ondokeni. Kwa nini? Kwa sababu mmefanya nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Bwana Yesu asifiwe. Tukimkumbuka pia muasisi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri, Martin Luther, na yeye pia alipokuwa kwenye nafasi yake ya utumishi, aligundua mambo hayaendi sawa sawa. Aligundua kanisa limepotea, kanisa limeenda tofauti. Watu badala ya kuambiwa kweli ya Mungu, watu wakaanza kudanganywa, watu wakaanza kuuziwa msamaha. Wanaambiwa umetenda dhambi, ndio, leta kiwango fulani cha fedha ili usamehewe. Akatambua, akajua hapana, hii haijakaa sawa sawa. Akasema kanisa linahitaji matengenezo. Haleluya. Akasema kanisa linahitaji matengenezo. Akasimama mwanaume Martin Luther, aliposimama akapambana mpaka pale alipoweza kufika. Haleluya. Akasema hapana, lazima kanisa turudi mahali tulikopotea. Lazima tuwaambie watu kweli ya Mungu. Kipindi hicho ilikuwa hakuna mtu anaweza kusoma neno. Anayeweza kusoma neno ni kuhani peke yake. Yeye akapambana, akasema watu someni neno. Biblia inasema mwapotea kwa sababu hamyajui maandiko. Ndio maana watu kweli tunadanganywa. Ndio maana watu tunafika mahali watu wanaambiwa kula nyasi ili upone. Wapi na wapi? Imeandikwa wapi? Martin Luther anawaambia watu someni neno ili mjue uweza wa Mungu na nguvu ya Mungu inavyotenda kazi kwenye maisha yetu. Akawaambia watu hatuwezi kupata msamaha kwa njia ya fedha, bali tumepata msamaha kwa njia ya kukombolewa kwa damu ya Yesu. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Lakini pia tunaweza tukapita tukamwona mtumishi wa Mungu Hezekia kwenye kile kitabu cha Isaya 38.
Unaweza kuanzia mstari wa 1 na kuendelea. Mtumishi wa Mungu Hezekia alikuwa anapita kwenye changamoto ya kuumwa. Anaumwa, yuko kitandani, anatarajia ninaletewa habari njema kama tulivyozoea. Kuna wakati mtu anaweza akaumwa, yuko kitandani amelala. Huwa tunaambiana, jamani, msimwambie huyu jambo hili, msimpe taarifa mbaya. Lakini Mungu kwa sababu alikusudia kulitengeneza hekalu lake kwa Hezekia, anamwambia Isaya, nenda ukamwambie Hezekia, tengeneza mambo ya nyumbani kwako. Kwa sababu gani? Hautapona, utakufa hakika. Haleluya. Hezekia alifanya mambo matatu. Cha kwanza, alikubali kusikia ule ujumbe, kuupokea, kwamba huu ujumbe hakika umeletwa. Na umeletwaje nikiwa kitandani? Ni ujumbe mgumu, ni ujumbe usiokuwa na tumaini ndani yake, lakini Mungu alitambua ya kwamba pamoja na ugumu wa ujumbe huu nataka kumponya Hezekia. Haleluya. Sasa inawezekana ujumbe huu pia sio mzuri sana kwetu, sio rafiki sana. Kumwambia mtu tengeneza mambo ya nyumbani mwako sio mzuri sana. Kumwambia mtu tubu sio ujumbe mzuri. Tunataka kuambiwa mambo mazuri, lakini leo tumeletewa upanga. Haleluya. Si tunajua kwamba neno la Mungu ni upanga, unakata kuwili, haijalishi. Lakini Mungu anasema tengeneza mambo ya nyumbani mwako. Haleluya. Tengeneza mambo yaliyoharibika. Kwa nini? Hatujui siku wala saa. Kwa hiyo tumepewa upanga wa kujitengeneza, wa kujitathmini kwamba niko sawa sawa. Hezekia aliupokea ule ujumbe. Alipopokea, jambo la pili akaufanyia kazi. Lakini jambo la tatu, jambo la kwanza alisikia ule ujumbe. Jambo la pili akaupokea, akasema huu ni wa kwangu, akautendea kazi. Haleluya. Alipoutendea kazi, Biblia inasema Mungu alimuongezea miaka mingine 10 na ngapi? 15. Haleluya. Sasa inawezekana hata leo Mungu anasema na mtu mmoja tu kwenye hili neno la leo. Kwenye ibada hii Mungu anamtafuta mtu mmoja tu. Haleluya. Ambaye atasikia kwamba leo nimeambiwa nitengeneze, halafu atarudi kuangalia nini kimeharibika kwenye maisha yangu. Je, uhusiano wangu na Mungu uko sawa sawa, au kuna jambo katikati limenitenga na uso wa Mungu? Mungu ameleta ujumbe wa ukakasi, lakini ujumbe wa tumaini. Inawezekana kabisa anamlenga mtu mmoja tu. Kinachotengenezwa ni kitu cha aina gani? Kwa nini tunaambiwa tengeneza? Kutengeneza kuna maana nyingi, lakini mimi natamani tujifunze hii moja ambayo mimi nimeipenda kwa siku ya leo. Kinachotengenezwa ni kitu kilichopoteza sifa au thamani wake. Kinachotengenezwa kilichopoteza sifa ama uthamani wake. Kilikuwa chombo kizuri, kilikuwa kinafaa sana, lakini kimefika mahali kuna sifa zimepungua. Kwa hiyo lazima tukitengeneze ili kifae tena kwa kazi iliyo njema. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anaposema tengeneza mambo yaliyoharibika, bado anakupenda. Haleluya. Saidia kumwambia jirani yako Mungu anakupenda. Mwambie tena Mungu anakupenda. Mungu anatupenda, anatukumbusha, anatuangalia, anasema wanangu, laiti mngejua hiyo miili yenu ni hekalu langu, nataka mnitumikie, ndiyo maana nataka mtengeneze. Lakini si hivyo tu. Ukisoma hapo hapo kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza, mlango huo wa 3, ukasoma kuanzia mstari wa 3 na ule wa 9, anasema sisi ni shamba la Mungu. Sisi ni watenda kazi pamoja na Mungu. Sisi ni jengo la Mungu. Sasa kama ni jengo la Mungu, hatuwezi kutembea kinyume na yeye alivyo. Lazima tuendane na yeye alivyo. Anaposema ya kwamba kama mtu akiliharibu hekalu langu, mtu huyo na mimi nitamharibu. Je, mambo mangapi kwenye maisha yako yameharibika kwa wewe tu kutokwenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu? Kwa wewe tu kutokutengeneza, kwa wewe tu kutokujali, kwa wewe tu kuenda ibadani kwa mazoea.
unakwenda kwa mazoea. Kisoma Luka 12:40, hatujui siku wala saa. Ni saa ngapi utaondoka? Inawezekana upo kwenye hii ibada, halafu ukashupaza moyo wako kwamba siwezi kutengeneza. Inawezekana una ugomvi na mtu, inawezekana kuna mtu hamuelewani, lakini umeshupaza shingo, unasema hapana, nikimsamehe atajisikia sana, nikimsamehe huyu mtu atanidharau. Sikia, Biblia inasema Mungu anatusamehe dhambi zetu kwa ajili yake. Haleluya! Wala hana mpango na wewe, ila anakusamehe kwa faida yake. Na wewe jifunze, samehe kwa faida yako.